kutosha. Makofi na vigelegele. Simba. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niombe vijana tusikae. Tusogee huku. Majina naitwa Monikai Roja sana. Nimeokoka na mpenda Yesu. Na mke mmoja na mtoto mmoja. Ndio. Tunaenda kujifunza somo linalosema ziki kuu na unyakuo. Tunaenda kusoma kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 na ule mstari wa 16 na mstari wa 17. Neno la Bwana linasema, Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 16 na 17. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Haleluya. Nimekuelezea kwamba tunaenda kujifunza au kuhubiri somo linahusu unyakuo na ziki kuu. Jambo la kwanza, tunapozungumzia unyakuo, maana yake ni Yesu mwenyewe atashuka, atakuja kulichukua kanisa lake. Na hapa kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni unyakuo na jambo la pili ni ziki kuu. Na jambo litakaloanza, itaanza unyakuo kwanza na baadaye ndio itakuja ziki kuu. Ndio. Maana yake wale ambao watakuwa hawajatwaliwa na Yesu Kristo kipindi cha unyakuo watabaki katika ziki kuu. Na napenda nikwambie ndugu yangu kwa kuhuzunika ya kwamba ziki kuu sio jambo dogo. Ziki kuu ni mateso. Maana yake Yesu atakuwa ameishalichukua kanisa, na baada ya hapo mpinga Kristo ndipo atakuja kuanzisha mambo yake na ajenda zake. Biblia inasema hakutokuwa na mtu atakayeweza kuuza wala kununua. Maana yake hautoweza tena kutoa hela benki wala M-Pesa kama hautokuwa na chapa ya mnyama, yani namba 666. Bwana Yesu atusaidie sana. Maana yake hautoweza kununua kitu chochote sokoni, hautoweza kusomesha tena, hautoweza kufanya kitu chochote katika dunia hii mpaka utakapokuwa na namba 666. Na hiyo namba maana yake utakapowekwa katika paji la uso au katika mkono wako, maana yake moja kwa moja utakuwa umesajiliwa kwa shetani, utakuwa umeandikiwa hukumu kule kuzimu. Lakini kuna wachache ambao watasema huyu Yesu siwezi kumkana, siwezi kupokea hiyo chapa 666. Mimi naendelea kumpenda Yesu. Kwa wale wa Kristo ambao watakuwa wamebaki duniani, ambao watakuwa hawajanyakuliwa, napenda nikwambia kwamba hao Wakristo watapitia wakati mgumu sana. Maana wakati huu ni wa neema, tunakwambia uokoke lakini unakataa. Lakini wakati wa ziki kuu utakuwa ni wakati wa mateso. Ukisema ninampenda Yesu, nimeokoka, siwezi kupokea chapa 666, wanaweza kukutesa na kukutesa. Hawatakupa chakula, maana sokoni hautaweza kununua, kwa sababu ili ununue ni lazima uwe umesajiliwa katika hiyo alama ya mnyama, yani namba 666. Unasema itakuwa namna gani? Leo hii unaona kuna M-Pesa, kuna namba ya NIDA, kuna masuala ya benki. Hasa inapofika hicho kipindi cha ziki kuu, maana yake kutakuwa hakuna pesa ya kushika mkononi. Itakuwa ni pesa inahamishwa tu kama unavyohamisha M-Pesa. Maana yake ukiwa umesajiliwa kwenye hiyo namba ndipo utakapoweza kununua. Maana yake ukifika kununua kitu unaonyesha tu hiyo alama, tayari pesa unazipata na unapata chakula. Lakini kwa wale watakuwa wamemwamini Yesu, wengine watateswa sana, wengine watakufa na njaa kwa sababu ya kumwamini Yesu. Hivyo nipende kuambia ndugu yangu mpendwa ya kwamba ni heri ungemwamini Yesu siku ya leo. Ni heri ungemwamini Yesu nyakati hizi, maana kipindi hiki ni nyakati za neema. Hakuna mateso yoyote. Yesu anakuita kwa upendo. Lango bado li wazi ili Yesu akuokoe. Bado mlango huu wazi wa neema. Kipindi hiki unamwamini Yesu bure kabisa bila mateso yoyote.
Hivyo nipende kuambia mahali popote unapoisikia sauti hii, yamkini hautoisikia siku nyingine, lakini nipende kuambia kwamba unapoisikia sauti hii, hebu fanya maamuzi ndani yako ya kwamba umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana kuna nyakati zinakuja utatamani kulisikia neno la Mungu, hicho kipindi cha dhiki kuu, lakini hautaweza kusikia hilo neno. Utatamani uone waimbaji wakiimba injili, lakini hautawaona hao waimbaji wakiimba. Lakini nafasi ipo siku ya leo. Usiseme kesho nitapokea Yesu, maana ya kesho hujui, maana kifo ukijui kitakuja lini. Yamkini leo ni siku yako ya mwisho. Baada ya hapa Yesu baada ya hapa kifo kitakuchukua. Ni heri ungemwamini Yesu, ni heri ungemwamini Yesu. Maana Biblia inasema Yesu atakaposhuka na parapanda na mwaliko wa malaika mkuu, Biblia inasema wale wafu waliokufa katika Bwana watafufuka kwenda kumlaki Bwana mawinguni. Ni heri ungekufa katika Bwana, ni heri umpokee huyu Yesu, ili utakapokufa ufe katika Bwana, usife katika bangi, usife katika pombe. Je, unapenda kusikia? Je, unapenda nikueleze? Huyu Yesu anakupenda. Bwana ameleta neno lake siku leo kwamba usife kwenye uchawi ulio nao. Yamkini unasema uganga wa kienyeji ni mzuri, yamkini umekuwa mganga wa kienyeji kwa muda mrefu. Lisikie neno la Bwana siku leo ya kwamba uganga utakusaidia. Lisikie neno la Bwana siku leo ya kwamba uchawi utakusaidia. Ni kweli uzinzi umeona ni mzuri, ni kweli uchawi umeona ni mzuri, ni kweli wizi umeona ni mzuri, lakini Biblia inasema wazinzi, washerati, wafilaji, wachawi na wenye viburi na watenda dhambi wa namna nyingine, sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto, ambao ni mauti ya pili, ambao sio sehemu nzuri. Lakini leo nimeleta neno la Bwana ya kwamba Yesu atakapokuja kulinyakua kanisa, na wewe uwe mmoja wao. Mpendo, usife katika pombe, mpendo, usife katika sigara, mpendo, usife katika uzinzi. Yesu yupo kukuokoa. Damu ya Yesu inatosha kukuokoa. Hale 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 hale. Biblia inaniambia katika kitabu cha Warumi sura ya 10 na ule mstari wa 9 ya kwamba kwa sababu ukimkiri Yesu ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alifufua kutoka katika wafu, utaokoka. Maana yake hautahesabiwa tena adhabu ya mauti, bali utapata uzima wa milele. Ni bora leo ukamkiri Yesu ya kwamba ni Bwana. Ni bora ukamkiri Yesu ya kwamba alifufuka katika wafu, ili uokoke na usiingie katika ile dhiki kuu inayokuja kuitesa dunia, na tuko nyakati za mwisho. Maana Biblia inasema dalili nyingi zaonyesha manabii wa uongo watatokea. Leo kuna manabii wengi wa uongo wanakuzia maji, mafuta na vitambaa na chumvi za upako na mandazi, lakini unatakiwa ujue wale manabii wa uongo. Lakini pia Biblia inasema katika siku hizi za mwisho watu watakuwa ni wenye kujipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu. Watu watapenda pesa kuliko kumpenda Mungu. Watu watakuwa tayari kuwa wazazi wao ili kwa sababu wapate pesa. Watu wataenda kwa waganga ili wapate pesa. Watu watafanya uzinzi ili wapate pesa. Lakini ni heri ungempokea Yesu, maana dunia hii inapita. Maana dunia hii inapita. Mpokee Yesu leo, mkiri Yesu leo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hale 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 hale. Sisi wengine tulishampokea Yesu toka tukiwa watoto kabisa, tukampokea Yesu sisi wenyewe. Nasi leo tumekuletea habari njema ya kwamba huyu Yesu anaokoa na anaweza kuepusha na kila namna ambayo haifai katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Napenda nikwambie, ndio. Huyu Yesu ni mwanamume. Amen. Huyu Yesu ni mfalme wa wafalme. Huyu Yesu si kama mtume. Unajua hapo duniani kuna wengine wanaamini mitume. Wanamwamini mtume fulani.
wanaamini dini fulani, dini yako haitakusaidia. Ila Yesu ndio atakusaidia. Unaweza ukawa ni mtoto wa mchungaji sawa, lakini wokovu wa mchungaji ni wa mchungaji. Unatakiwa uokoke wewe binafsi. Maana Biblia inasema kila mtu atalibeba furushi lake mwenyewe. Lakini ingekuwa ni heri leo ukalileta furushi lako kwa Bwana. Biblia inasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na mizigo ya dhambi, na mizigo ya uchawi, na mizigo ya magonjwa, na mizigo ya ukanga, na mizigo ya ulevi, nami nitawapumzisha. Bwana wa majeshi, mfalme wa wafalme. Ndio unapenda kusikia? Ndio. Ndio unapenda nikwambie? Huyu Yesu tunayemhubiri alipokufa pale msalabani, akasema Eloi Eloi. Baadaye akasema imekwisha. Lakini baada ya hapo pazia la hekalu likapasuka. Lakini baadaye Biblia inasema akashuka kuzimu. Na aliposhuka kuzimu, kuzimu ikaanza kutetemeka. Huyu Yesu tunayekuhubiria anaweza kukuweka huru dhidi ya huo uchawi ambao unakulizisha bibi zako. Wakasema ya kwamba hautoweza kufanya chochote, lazima ulisi uchawi. Lakini sikiliza habari za huyu Yesu ambaye aliposhuka kuzimu, kuzimu ilianza kutetemeka. Wakasema ni nani ameshuka? Ndio Yesu tuliyemleta siku ya leo. Anaweza kuvunja uchawi, anaweza kuvunja uzinzi, anaweza kuvunja kila dhambi, anaweza kukusaidia, anaweza kukuweka huru. Bwana tumemleta leo. Hatutaja na mafuta ya upako, wala vitambaa, wala maji, wala perfume, wala mandazi ya upako. Tumemleta Yesu. Tumemleta Yesu. Haleluya. Huyu Yesu anakupenda kabisa. Haijalishi umezini mara ngapi, haijalishi umeua watu wangapi, haijalishi umeroga watu wangapi, haijalishi wewe mganga wa kienyeji, Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Watu wanakupenda. Huyu ni wakufa. Haijalishi watu wamesema huyu hamna kitu. Fikiria, kuna Yesu anayekupenda. Na dhambi zako Yesu anakupenda. Uzinzi wako Yesu anakupenda. Na pombe zako Yesu anakupenda. Njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu. Kwa Yesu kumenoka. Kwa Yesu kumenoka kabisa. Kwa Yesu kunalipa. Achenji na haki. Huyu Yesu anaokoa. Huyu Yesu anaokoa. Hale. Amina. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu Yesu ndio kila kitu kabisa. Mwingine anasema ngoja kwanza nile ujana. Nitaokoka nikiwa mzee. Kesho yako haijui. Ile ungempokea Yesu. Bado ukiwa kijana kabisa. Ile ungempokea Yesu. Maana huo ujana utaisha tu kabisa. Lakini ukimpokea Yesu, atausaidia ujana wako. Ukimpokea Yesu, atausaidia umama wako. Ukimpokea Yesu, atakuwezesha na kukusaidia. Amen. Kabisa. Haleluya. Haleluya. Amina kubwa. Mwingine anasema mimi wewe Yesu hamna. Ngoja tu aniache kwa sababu nina magonjwa yangu, ninasubiria kufa. Nina habari njema. Huyu Yesu alimwaga damu yake miaka 2000 iliyopita pale msalabani. Damu yake inaponya. Damu yake inaponya. Damu yake inasamehe. Biblia inasema ni mimi ninayekusamehe makosa yako yote na kukuponya magonjwa yako yote. Haleluya. Yesu haleluya. Haleluya. Amen. Simama mahali ulipo. Ndio. Simama. Simama. Mpaka kule barabarani, mpaka kule kwenye vibanda. Sogea hapa mbele. Sogea hapa mbele. Amina. Nyie vijana wawili. Simama mahali ulipo. Nyie vijana wawili kwenye vibanda, sogea. Kule kote kwenye vibanda. Kule kote kwenye barabara na popote ambapo umelisikia neno hili la Bwana. Naomba wote tupite hapa mbele. Tusimame hapa mbele. Habari za Yesu sio habari za dini fulani. Ni habari njema. Ni kweli unasema una dini yako, lakini dini yako haitakusaidia. Dini zimetengenezwa na wanadamu, lakini wokovu umeletwa na Yesu. Dini zimeletwa na wanadamu, lakini wokovu umeletwa na Yesu.
Ni kweli tukikwambia uokoke, unasema una dini ya baba yako. Nataka nikwambie dini ya baba yako haitakusaidia, lakini Yesu atakusaidia. Na ndio maana una dini lakini bado ni mlevi wa kupindukia. Na ndio maana una dini lakini bado ni mzinzi. Unaenda kanisani lakini bado ni mzinzi, kwa sababu umeshikilia dini. Dini haitakusaidia, lakini yupo Yesu aliyekufa msalabani, ataweza kukusaidia.